lengo ambalo lilikuwa ni uhuru wa Afrika kiuchumi, sauti iwe moja yenye nguvu, halijatimia. Ni kwa sababu gani katika miaka 63 lengo hilo viongozi 54 wanaweza kuketi pamoja wasivunje minyororo hiyo, wakati tumesema hapo mwanzoni kwamba viongozi kama 12 tu waliketi pale kwenye chumba kimoja Berlin, wakaligawa bara la Afrika kama keki ya birthday, kama wanakula chakula, kama wanakula wali wakamaliza. 54 viongozi wetu wanashindwa nini hivi sasa, Jawadu? Kwa kweli ni jitihada ambazo viongozi wamekuwa wakifanya wakati wote kuhakikisha bara hili linasonga mbele, lakini katikati ya jitihada hizo kumekuwepo pia na jitihada za makoloni wa zamani, wakoloni ambao walinufaika kwa kiasi kikubwa na bara hili. Hawakusita kuendelea na dhulma, hawajasita kuendelea na njama mbalimbali za kulipewa bara hili. Ni katika kipindi hiki cha miaka 63 watu watakuwa mashahidi kwamba bara la Afrika limekumbwa na mizozo mingi sana ya vita wenyewe kwa wenyewe, majanga mbalimbali ya umaskini, lakini kuanguka kwa tawala zenye misimamo ya kizalendo, tawala ambazo zinaonesha pengine kutaka kukomboa mataifa, huwa zinaonekana zinapata misukosuko mikubwa, lakini kutengenezeka kwa vibaraka ndani ya bara la Afrika. Si viongozi wote inaweza kusema kwa uwazi kabisa hapo katika bara la Afrika ambao wanasimama na Waafrika. Wako viongozi ambao wanashirikiana na wale wanaolidhulumu bara la Afrika. Ni kipindi hichi ambacho utaona bara la Afrika linatumia gharama kubwa sana katika kununua teknolojia ya mataifa yaliyotawala, lakini bara la Afrika bado limeendelea kuogelea katika bahari ya elimu ya magharibi ambayo mara nyingine haina ukombozi wa bara lenyewe, lakini bado tumeendelea kushuhudia vita mbalimbali ambayo ukiangalia asili yake ina mikono ya wale ambao walitawala bara lenyewe. Lakini bado hata udhati wa baadhi ya viongozi wanapokuwa wanajadili masala ya Afrika, huoni kama wanatumia mitazamo halisi ya Waafrika ya kuleta nguvu ya Afrika. Unaona rejea nyingi wanazichukua kule kwa wale ambao ndio wametukandamiza kwa muda mrefu. Kwa kweli katikati ya jitihada hizi ambazo viongozi hufanya, lakini ndani yake kumekuwepo na usaliti mkubwa, ndani yake kumekuwepo na jitihada kubwa za madola makubwa yanayonufaika na rasilimali za Afrika, yanayonufaika na udhaifu wa Afrika, katika kuendelea kulifanya bara hili liwe sehemu ya kuyafanya madola yale yaendelee kuwa makubwa. Umetaja mapandikizi, tunasema puppets, vibaraka wa madola ya magharibi katika bara la Afrika. Hivi ni kwa nini, Jawadu, bara la Afrika linakuwa linalia sana kuwa na viongozi vibaraka? Hatuwaoni hayo kutoka bara Europa kwenyewe. Kwa nini tunashindwa kuvunja nguvu ya hawa vibaraka mapandikizi? Tumezidiwa kete wapi hatuwezi kucounter huu mzigo tunaoletewa ambao umeendelea kudidimiza bara lenyewe? Ukweli ugonjwa na asili ya jambo hili unatokana kwanza na misingi iliyowatengeneza viongozi wengi, kwa sababu una viongozi wengi ambao huegemea zaidi sera za magharibi na huegemea zaidi maslahi ya magharibi kuliko hata maslahi wa Afrika. Ukiwachunguza wengi huwa wametengenezwa ima na mifumo ya kielimu ya nchi zile, wengine wamesoma huko, baadaye huja katika dhana kwamba wamekuja wamepevuka kuleta ukombozi katika mataifa yao, lakini kumbe huja kutekeleza ajenda za wale waliowatuma. Lakini jingine ni Waafrika wenyewe, bado hata dhana ya kujitambua kwa Waafrika haijawa pevu kiasi hicho. Waafrika wengi pia wanaamini sana katika weupe, wanaamini sana katika wale waliotangulia. Hawaamini kwamba kila aliyefika kuna pahala alianzia. Kwa hiyo kuna hali fulani ya ushamba ndani ya fikra za Kiafrika. Jawadu, umezungumza kwamba kuna zigo la ushamba linawaelemea baadhi ya wana wa Afrika. Umetaja pia kwamba viongozi wengine wa Afrika kutokana na mifumo ya elimu walioipata huko nje wamekuwa ni kama waliopandikizwa tu kuja kutimiza malengo ya mabwana zao. Kwame Nkrumah alisema kitu kimoja: ima Afrika iungane ama Afrika ife, na aliona kwamba kuna tabu kubwa ya kufikia
umoja wa Afrika ulio huru na unaojitegemea kama mifumo yetu ya elimu humu kichwani patakuwa hapajarekebishwa, linaweza kuwa ni tatizo lingine hilo, Jawadu? Kwa hakika ni tatizo kubwa hili la watu kuamini kwamba usahihi wa mambo hupimwa kwa kutumia mizania inayotoka magharibi, kwamba kile ambacho hakijasisiwa fikra zake kutoka Afrika hakiwezi kuwa na tija katika bara lenyewe. Lakini kuamini kwamba ili Afrika iweze kuendelea lazima pengine misingi ya maendeleo yenyewe iwe imetathminiwa na imeasisiwa katika madola yale ambayo dhamira yake na ushahidi wa kihistoria huonesha hayajawahi kuwa na nia njema kwa bara lenyewe. Sasa kweli katika dhana ya ukombozi wa kifikra, ambao kwa kweli huo ndio huleta ukombozi wa kiuchumi na baadaye kutengeneza nguvu kubwa inayoweza kushindana pasipo kunyenyekea, pasipo kupiga magoti, pasipo kusalimisha kilicho chako, unaona bado kuna safari ndefu katika bara letu, licha ya jitihada tunazoziona za viongozi mbalimbali ambao kwa kweli iko sehemu ya viongozi ambao huumizwa na haya. Ni mara kadhaa tumesikia viongozi katika majukwaa mbalimbali wakilalamika juu ya mizania isiyo sawa na kuendeleza kwa mkono wa chini kwa njama za ukoloni mamboleo ambao kwa kweli umeleta madhara makubwa katika bara la Afrika. Unasababisha vita, umesababisha njaa, umesababisha kutojiamini kwa watu, umesababisha udhaifu wa kitaasisi, lakini umesababisha kutengeneza sauti ambazo mara nyingine huonekana sauti zile kwamba zinapigania wa Afrika, zinapigania maendeleo ya nchi yenyewe, bara lenyewe, lakini kwa kweli ni sauti ambazo ukina wake zinakuwa zinapigania maslahi ya madola makubwa. Na hawa kwa kweli wamekuwa wana sura wa Afrika, ni wa Afrika wenye sura ya Afrika, wenye asili ya Afrika, wanaotumika kwa kiasi kikubwa katika kulikandamiza bara lenyewe. Hawa ndio huingia mikataba ya siri na madola fulani kwa ajili ya kuendeleza maslahi yao, lakini hawa huongwa. Ziko shahidi nyingi za viongozi wa Afrika na wengine ambao wamefikia pahala wakapinduliwa na mifumo mingine ya kijeshi, ambao kwa kweli hupata mkate mkubwa, hupata keki kutokana na madola ya magharibi na hujitajirisha, huahidiwa kupewa majumba ya kifahari, hupewa fedha kwenye akaunti za mataifa makubwa. Sasa wanakuwa katika bara la Afrika kama mawakala. Mnaona mko wote ni viongozi wenu, lakini kwa kweli wanachokisimamia si cha wa Afrika. Kwa hiyo kwa kweli ugonjwa huu ni ugonjwa mkubwa, kwa sababu bado pia hata kizazi kipya hiki ambacho mara nyingine kilitarajiwa kwamba ndo kingeliweza kuleta ukombozi wa bara lenyewe, kujenga mataifa yao yenye nguvu za kiuchumi, kutengeneza mifumo ya kufikiri kwanza kwamba msingi wa kuendelea binadamu yoyote unatokana na asili ya wanadamu wenyewe na mazingira yao, na ndio huzitafsiri changamoto zao, huzitafutia majawabu na huweza kuzibadilisha changamoto zile kuweza katika misingi ya ufanisi. Sasa kizazi kipya pia nacho ukikiangalia kinavyotizama mambo, kinavyojadili, yale wanayoyaandika, yale wanayoyashadadia, unaona bado kuna aina fulani ya kuamini zaidi kwamba kamusi ya maendeleo ya Afrika lazima itungiwe pengine Beijing, labda itungiwe Paris, labda lazima itungiwe Washington, labda lazima iwe imetokana na Oxford, jambo ambalo kwa kweli halijaonesha matunda. Ni miaka 63 sasa umoja wa Afrika, lakini utaangalia mafungamano yaliyokuwepo kati ya Afrika na wale wanaoamini. Ni kipi ambacho kikubwa bara la Afrika limeweza kuvuna kwa miaka hii, kwa yale mafungamano ambayo wachache huamini kwamba kufungamana na wale ndio tunaweza kwenda mbele? Utaona ni vitu vidogo, ni katika misaada midogo, ni katika mambo ambayo kwa kweli hayaleti mageuzi makubwa, lakini bado watu wanaamini kwamba wale ndio wanaweza kulikomboa bara hili. Kwa kweli yako maradhi makubwa. Maradhi hayo makubwa, Jawadu, ili tusiendelee kurusha mpira kwa hao jamaa wa magharibi. Nimeuliza kitu hapa, namna ya kucounter haya matatizo yanayolikabili bara la Afrika, tutoke kwenye tabu tuliomo
siku moja bara ambalo linatajwa sasa hivi ni changa mpaka kufikia mwaka 2030 2050 itakuwa bara changa zaidi duniani lenye vijana wenye nguvu, vijana ambao sasa walelewe kwa bongo zinazochemka, walinde heshima ambayo wazee wetu akina Kwame Nkrumah, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akina Ahmed Ben Bella, akina Modibo Keita walichokifanya, akina Mariam Ngwabi, akina Samora Machel walichokipigania Afrika ijitawale, wawe na sauti kubwa ya kusimama kwenye jukwaa la kimataifa wakionyesha nguvu yao. Tutokeje hapa? Kwa kweli ni inahitaji jitihada zaidi, na kwa kweli jitihada tumeanza kuziona pia katika baadhi ya nchi ambazo kwanza watu wameanza kubadilika, huko uelewa mkubwa unaotokana na maarifa mseto ambayo yanajenga ufahamu wa kweli juu ya dhana ya kujikomboa, na hili lifungamanishwe zaidi na mifumo ya elimu kama ninavyoona baadhi ya nchi ikiwemo nchi yetu ya Tanzania, ambapo kuna upepo fulani wa mabadiliko ya kiufahamu ya kujua namna ambavyo Afrika, nchi zetu zinaweza zikatumia kwanza zile rasilimali tulizo nazo ambazo kwa kweli bado ni nyingi sana na zinahitajika zaidi kuliko ilivyo hata wenyewe ambavyo tunawahitaji, kuzitumia rasilimali zile kwa turufu ya kujenga nguvu ya kiuchumi, nguvu itakayopalia mapinduzi makubwa katika elimu, kwa maana kwamba dhana ya kufikiri. Lakini baada ya eneo hilo lazima Afrika yenyewe iwe na mifumo yake ya kujilinda. Ni bahati mbaya nimeona madola mengi Afrika yanaendeleza dhana ya kuweka vikambi vya nchi fulani, jambo hili ambalo kwa kweli si zuri sana, lakini bado kuna nafasi ya bara la Afrika kufanya mageuzi makubwa sana katika elimu yake, kufanya mageuzi makubwa sana katika eneo la rasilimali za Afrika zikatumika katika misingi ya kimaendeleo, lakini kufanya mageuzi makubwa sana katika matumizi ya sarafu ya Afrika. Afrika lazima ipate mfumo wa pamoja wa matumizi ya sarafu, mfumo wa pamoja wa kufanya malipo nchi kwa nchi, mfumo wa pamoja wa kujenga soko la ndani, biashara itendee bara la Afrika. Afrika ina zaidi ya watu bilioni 1.5, lakini ukiangalia uchumi wa Afrika si zaidi ya dola trilioni 5.